Jambo Kenya, na natumai mko salama popote mnatuangalia mkiwa. Na siku ya leo tumetembea hapa ama Dandora, na hapa ni Nairobi County, na tumekuja kwa sababu ya msichana, sijui ni msichana ama ni mama ambaye amekuwa kitrend hapa online sana, akisema amekuwa akifanya kazi ya kujiuza, na ametuambia tumeona akisema ako na ugonjwa, na tumekuja ili tumjue na tujue venye tunaweza msaidia, sababu niliona akisema yeye ndiye alikubali kurekodiwa ndio aweze kusaidika. Lakini kabla nimkaribishe, nitakaribisha mwenzangu hapa Murudi TV Jeffa ili aweze kuwasalimia, na ndiye atatukaribishia mgeni wetu wa siku ya leo. Amen. Alright, karibuni sana hapa kwa hizi channels zetu popote unapotutazama. Mimi najulikana kama Jeffa kutoka kwa Murudi TV. Na wakati nilipoona ile story ambapo ilikuwa imepostiwa pale pande ya TikTok, nikaweza kushare ile video, na watu wengi kwa Facebook wamekuwa sana wakiuliza inaendaje. At first wengine walisema kama maybe tuna ruhusa ya kurekodi and all that, but unfortunately kwa kuja kufanya video nyingine ya pili ambayo ilikuwa inasema ni kweli wewe ndio uliweza kupena ruhusa kurekodiwa. So Wakenya, leo ni siku ambayo Wakenya wengi wanapitia mambo mengi sana, na kama tumekaa hapa mgeni wetu tunafahamishwa kuwa kwa leo ameweza kufukuzwa mahali alikuwa anakaa. Ni mama ambaye atatusalimia, atatuambia majina yake, na maybe tuweze kujua ako na watoto wangapi na kuliendaje kukafika hapa. Karibu sana. Asante sana. Haya, habari yenu Kenya? Nzuri. Mko salama? Mimi naitwa Mary Kamene. Niko na watoto watatu. Mimi yani story yangu ni kubwa sana. Hata najua mnaiona, si ndio? Sasa hata hatuna haraka, tunataka kujua story yako. Maybe ulizaliwa wapi, ukafikaje mpaka sasa uko hapa Dandora, ama wewe mzaliwa hapa? Nilizaliwa hapa Ng'ambo, kutu ni hapa Ng'ambo. Lakini mamangu alifariki, babangu. Yani plot hata niliachanisha, siwezi kaa huko. Unasikia uoga, si ndio? Wanaitwaje hapo mali? Shiranga. Shiranga. Huko ni Shiranga. Huko ndio kwetu. Sasa ilifika pahali mlizaliwa kwa plotien, mko na plotien wenye unasema tulikuwa wasita, lakini tulimekufa wote, tumebaki wawili. Mlikuwa wasita, mlikuwa wavulana wangapi ama wasichana wangapi? Wa vijana wawili, wasichana wanne. Lakini sasa tumebaki kijana mmoja na msichana mmoja. Sasa mimi na mwingine. Sasa wewe na brother yako? Wewe ndio ulikuwa kwanza, wewe ndio wa pili, ama wewe namna gani? Wewe ni ule wa kwanza ndiye alikufa. Yani wamekufuata, yani tumebaki wa nyuma wale watoto. Ngoja kidogo. Ngoja tumebaki Pita na mimi. Sitaki tukimbie sana. Sitaki tukimbie sana. Nataka tutunde pole pole. Ulikuwa na baba na mama. Kweli. Si ndio? Wako hai? Hawayuko hai, wameshakufa. What happened? Kugonjeka tu. Kama mamangu alitoka kwa baba yangu, akatuambia twende tukakae, nikawatafute palipokosa. Unajua wale wa mama kukasirika. Tukakaa nyumba kingine hapo na tukaguru. Maisha ikaendelea kufika mbele. Mimi nikaona hapa hakuna masomo. Mimi nikatoka nikaona kijana mwingine na akanioa. Sasa baba huyo msanamu na ameteremka hivyo. Akanidanganya kananiambia kuoa ukue bibi wa. Kukaa unasikia mamake anamuuliza mimi siko nimekwambia uoe Mkamba. Sasa hiyo ni kusemaje? Na mimi nikajitoa ama aje? Ndio. Nikajitoa. Sasa kujitoa ndio nilijipata kwa hizi hali zingine, unaona? Nikakuja nikapata msichana wangu nikiwa na zile, si unajua sasa kutangaza, si ndio? Ndio ajichukie. Tangaza tu. Acha hivi. Naweza kuambia kwanza uende kidogo. Tunakula story. Naona? Ndio at least kuwa free. Ndio nikikuja kupata huyo msichana nilikuwa na HIV. Sasa nikiwa na mimba nilikuwa na stuka na shindwa. Ndaza mtoto wako na ukimwi. Karudi nikalealeka kufe. Kulealea. Mtu sana yako sawa. Anapima kila kitu ako sawa. Na si ndio hadi wa leo. Mimi nikasema tu mashallah. Bwana naye hiyo saa ilikuwa ni ile kuingia, si unaelewa? Kuingia tau. Hata ujui mimba ulipatia wapi, unaona? Kwa hivyo mimba haikuwa ya bwana mwenye alikuwa amekuoa. Hapana, sasa nilimwacha. Wewe mwenye uliachana na yeye, mlikuwa mshaza mtoto yote na yeye? Nilikuwa nimezaita katika inapanda hapa. Huyo peke yake. Hii konda hivi Tunafanana.
Unafanana vibaya sana na kweli. Lakini akapenda kama nipikia mchele. Sasa nilikuwa nimezaa naye huyu peke yake, ndio niulizwa ama Mkamba ni mtu. Mimi nikaonesha mimi sitaki story yao, kama si mtu acha nirudi kwetu. Sasa kurudi kwetu si unajua ile hali kukalia, huyu ataka kukula nini kuingia tao, si upatana na ukimwi. Mimi nikagojeka HIV na sifichangi. Mimi nasemanga life niko mgonjwa. Na sikatangi. Ngoja. Wazazi wako walikuwa Wakamba? Baba na mama. Ni Wakamba. So Kikuyu nisikia unaongea hadi Kikuyu umejulia tu. Naongeanga yote. Kikuyu, Kikamba. Maybe unaweza tuambia masomo ulifika wapi? Hata si kusoma, nilikuwa kwanza mamangu nilikuwa naenda shule, nikirudi hivi. Nikifukuzwa, anameweka bagi huko ndio kachune kuni. Wacha tu niseme nilifika Katufo. Class 4. Kuna mtu maybe pale before Jeff aulize, anakutazama hivi anafikiria ni wewe ni dem, anashangaa hata watoto unasema uko na watoto wakubwa nini? Maybe uko na miaka kama ngapi? Mimi niko na 39. Naenda 40. 40. Nikikuuliza pale mwanzo kuna mali ulisema mlizaliwa mkiwa wengi, lakini wengine wote wakaweza kupata kuaga. Wameaga kwa njia gani ama ni nini kilichotendeka? Mimi mwenye nilijua ya mwisho, au wengine walikuwa nakufa tu kugonjeka, lakini wa mwisho ndio nilijua alikufa akizaa sister yangu ile mkubwa. Na alikufia hapa juu kwa mama Kwino. Huyo kwanza ndio ananiumanga too much. Na mnafahamu msaidiaji wa sister yangu wako hapa for 2. Wanakana nani? Walikuwa na baba yao. Pole. Nataka ujipe nguvu ndio utuambie sasa, after umeachia shule class 4, maybe ulianza kufanya kazi gani? Mimi nilipatana na mama mmoja akaniambia tukakunywe busa. Mimi nikaonja nikasikia inaonja sukari. Ikaendelea nikakuwa malaya. Mimi sifichangi. Huo ndio aliniingisha kwa umalaya. Na sitaisahau. Alikuwa aitwa Washara. Wasera. Alikuwa aitwa Washara akaniambia tuingie hivi tuonje kaki. Mimi sasa sikuwa nakunywa. Nikaonja. Nikasikia nikatamu. Haya, kukaka anaanza kuniambia ukikaka huyo analipishango. Nikamuuliza inalipishango nini? Akaniambia hii. Wewe ulikuwa unaipana bure? Sasa hiyo ulikuwa na miaka kama ngapi? Hiyo nilikuwa 13. Nikiipana bure 13 years. Na sio hiyo 13 ndio bado ulikushapata mtoto? Huyu nilimpata na 14. Okay. Kwenye wasimama hapo kama kuni. Bwana nitaka mchana kule. Sasa mmesikia? Sasa mimi nikakuwa nimeadhirika tu. Hiyo ugonjwa imenikasirisha. Sasa ugonjwa ulipatia wapi? Ugonjwa nani nilipatia tao. Nikakalia nduthi. Nikalipa mtu nduthi sawa. Akaniambia nikamwambia nataka kwenda pale fulani. Nikamwambia akaniambia kuna best yake kumbe wako wawili. Mimi nikaleta kule tu. Nikaleta huko kwa reli maili 7. Kufika hapo kwa reli tolewa kisu. Wako ngapi? Mimi nikajua sitasumbuana nao. Walikuwa nadai si kitu. Nikarepiwa hadi nilikuwa kwa matope, watu ungeniona. Huko asamandaishi nilikuwa nakunywa hadi sewage. Wakikureping. Sasa unajua ni ile kukuforce. Nikasema tu bashara acha tu nijikubali venye niko. Ulikuwa mlevi? Nilikuwa mlevi. Ni venye unaweza ambia mtu hapa niko na sombili sio nipeleke home. Sasa wakakalia pikipiki wakiwa wapi? Nikamzakana nashukia wapi? Akaniambia wewe tuende tu. Akaniambia wewe tuende tukiendanga. Kufika kwa reli pale kwa maili 7. Tolewa kisu. Sasa ungefanyaje? Sasa hiyo time ulikuwa unatoka hiyo haso yako ya nilikuwa natoka hiyo hasoli yangu. Nilikuwa na hiyo tu shilingi 200 nifike tu kwanza nijiekelee nione watoto wangu. Na hapo tukianza ulikuwa umetuambia uko na watoto 3. Na umetupatia incident ya kupata 2. Mmoja ako wapi na kitu? Si niko na 3. Kijana. Kijana naye ulimpatia wapi? Jemima. Achana Achana tu na yeye.
Kijana ulipata aje? Lile tu unaenda tu kutafuta. Kijana ni yako katikati? Hapa tunapatanga tu kwa malojini. Nauliza kijana. Huyu ndio mkubwa, anafuatwa na kijana, sana anafuatwa na msichana. Mokorini. Okay. Wote hakuna wa baba moja? Tofauti. Kisitaka kuambia. Sasa mbona huyo mdogo ni Mokorino? Ama yeye aliokokea wapi? Kama aliona hii nyumba yetu ni ya mashetani, wacha tu akubali Mungu. Kwa comment pale kuna watu naona wakisema pia ulikuwa Mokorino. Ushaikuwa Mokorino? Nimeshakuwa Mokorino, kafika pahali nikaona nalala njaa, unaona? Mimi nikatoa kiremba, ukweli nao nilikuwa Mokorino. Nikatoa. Sasa ukiwa Mokorino ulikuwa bado unafanya umalaya? Nilikuwa naingia mboka bado. Naenda church, nikimaliza jioni naingia mboka. Na kiremba bado mwanaichwa. Sinatoa masaa ya mboka jioni. Sasa nikaona mboko ulikuwa unapigia hapa dia ama ulikuwa unaipigia jiji? Mimi niko naipigia tao ndani. Ulikuwa unaingia daily? Ilikuwa ni kazi yako ya daily ama ni weekend hivi? Niingia Friday na Saturday. Friday na Saturday. Ndio kana kunga kameshika. Mpaka leo. Imekuwaje? Ni challenges gani umekuwa ukipitia pale tao? Pale napitia mambo mengi. Kitu ya kwanza unaenda una client, ndio unakosa client, una asubuhi kuna kucha, unakosa hadi fare, unaona? Una pesa ya kupatia watu, unaona? Unasikia umekasirika tu. Unatembea kutoka tao mguu hadi huko. Sio huko ni mbali. Sio trend, utafanyaje? Utaka unakuja mguu ndio watu wako wakuone na wana amani, wanauliza mama yake ako wapi. Watu wanasoma. Sai mmoja ndio ako shule, huyo mwingine naye nilikosa pesa kumpeleka form 1. Sasa mgani wa kupeleka form 1? Kijana, niko na kijana mkubwa. Kijana ndio anafaa kwenda form 1. Na mwingine Mokorino. Mokorino ako grade 8. Ako grade 8. Ule mwingine wa kwanza alisoma. Ako grade 9. Huyu mkubwa anafaa. Huyu alisoma naye. Alifika? Alisoma hadi form 3. Akavuta bangi, anapenda bangi. Na sasa kumwangalia asikie kwa hii biashara yako so far umefanya hii biashara kwa kama how many years? Miaka 30. Miaka mingi, hata si 30. Miaka mingi. Mimi nimeishi na shida, naomba tu mnisaidie. Nimeomba tu mnisaidie. Nimefika mwisho. Ulijua mwaka gani kuwa ushaambukizwa na virusi? After pale umerepiwa ulijuaje ushapata? Venye nilikaa hivyo, nilisikia ni kama kujikuna. Leo si unasikuna tense. Kwenda usi na homa mingi. Kwenda usi nikasikia kupima kwanza uko na ukimwi. Alistuka. Nikajipata niko na ukimwi, nikaelezewa, nikapewa madawa. Sasa nikaanza kliniki wapi? Hapo. Kwanza nianza pale Jevila. Hiyo visi, unajua hiyo? Nikaanza hapo, wakanipeleka Njiru. Wakanitoa Njiru wakanipeleka kwa Jita Soweto. Huko Saika. Sasa huko kwote najua. Ukifanya hii biashara, kwani watu wanatumia protection ama hiyo tu time mnaenda tu hivyo? Unajua unaweza pata na mtu yeye yuko shughuli ya karatasi, ndio wewe si unapita na yeye. Pita na yeye kama yuko rada, unamwambia leta doa kuonesha rada safi. Wewe pita na yeye. Kwani mimi nilitoka muti? Si kutoka muti hata mimi. So si lazima mtu atumie protection. Kuna watu wanakuwa hataki maneno. Lakini unajua sipendangi kwanza mavijana wadogo. Sitakangi Kwani kuna vijana wadogo wanapiga hii biashara, wanakuja. Si wamejua, unaweza ingia kwa club. Upate kijana mdogo usiue, unaona? Miaka kama 20, 25. Unaona? Sitaibu kuua. Wanakuja au vijana wadogo wanakuja kununua pia.
Sio kwa hapo wanakutaka kwa ajili wanaoeni kasupu kwa street. Na vijana ndogo wanakuambia wako na hawatakuwa wamekuja na protection pia. Hakuna, kwani kuna mtu ako na idhana akiwa wanaume na nyinyi wajinga wanaume. Hakuna mwanaume anakuingia idhaa, labda umwambie avae. Hakuna, wajinga wanaume. Wavae protector, wajizuie, si ndio? Kuna ukimwi. Usipomwambia hatakangi kuvaa. Hata kuna mtu ako na idhaa anatokoza mboro kama ameingisha umbo kama takataka. So far umeambukiza kama ama ni wanaume kama wangapi umeambukiza? Hata siwezi hesabu. Wenye nakumbuka karibu 70. Wenye sasa wamenini hivyo na watakufa. Na watakufa. Wataenda. Niko na kinitubia text nikamwambia umeomba nyinyi. Mlikuwa mmekosa pesa CD. Wakikutumia text uambie uliambukiza. Si wakunywe dawa kama mimi. Kwa mimi nilikuwa nimetoka kwa mti. Sikuwa nimetoka kwa mti. Hata mimi wabebe kadi kama mimi, si ndio? Hivyo. Sasa kwa hii haso yako ya umalaya ni lini unaweza sema ilijipa sana ukapata pesa mingi, ama ni siku gani uliangukia kismart? Hakuna. Hakuna time ushaiangukia mtu maybe akaenda akakujenga vizuri? Na kwa mera nasikia wanaangukia sijaangukia mimi. Kwa siku unaweza tengeneza kama pesa ngapi? Mimi kama nimetengeneza mingi 200. Kwani unauza pesa ngapi? Sasa inabidi yenye utapewa ndio utachukua kwa ajili ya fare tau. Ukifika huko unafika na hata kama ni 150 wanakula, unaona? Nimechoka. Tao ni nyumba mnachukua ama mnalala tu, mnafanyia mambo kwa street ama mnafanyia wapi? Si kuna nyumba. Si mtu tuseme mtu amekuja amekuita ako na nyumba akupe 200. Utakata? Siwezi kata. Ako na nyumba. Ameshachukua nyumba yake. Ako poa. Aende achukue nyumba yake. Au akukujie. Aende alale na wewe, si ndio? Na ajue venye uko, si ndio? Mimi kama kitakuvaa CD simlashangara simkumbushangi. Wewe ushindani yake kumwambia kaende sana. Wewe kwangu umejibebea. Iende sana kwa ajili niko nazo na hajaniitisha, si ndio? Iende. Nikuulize swali. Najua pale town mahali kusonga kazi. Kama kuniuliza niko na marafiki kama wanafanya kazi na hao. Pia uko na marafiki wale mnafanya nao kazi maybe kazi ya kujiuza. Hao wenyewe wameambukizwa. Kama hao. Marafiki zako wale mnafanya hii kazi pamoja. Sijaambukisha kwa ajili ya. Kwanza unaangalia mtu mwenye unajua kama sisi tunajuana. Malawa anajuana. Wewe nakupea huyu. Na huyu yaani una balance diet, unaona? Kama huyu anavaa condom na une yaani unakangani kama ni vae, unaona? Hapo iko sawa. Sasa hakuna ukimwi. But hao si wagonjwa. Hao si wagonjwa. Wako sawa. But kuna wenye ni wagonjwa bado. Kuna wenye wagonjwa kwa ajili kukosa kujikubali. Na sasa kwani juu unasema ati nini kutoka uanze kufanya hii biashara hakuna mtu mwenye ashai kulipa pesa mingi sana? Alikulipa pesa ngapi? Pesa yenye nimeshapewa mingi 500. Sasa hii kwa usiku moja ama siku moja hiyo unaingia unaenda na wanaume kama wangapi? Usiku moja sasa hiyo kulala mtu amekomboa room. Anipea tu panji na amenipea pesa mingi. Mlale tu uko na anitumie sana. Hii kazi wakati mnaifanya mnakuanga normal ama lazima uko umeshatumia kitu ndio at least? Lazima utumie kitu kwa ajili ukikaa fresh utakasirika. Ni nini hasa wenye utumia sana? Pombe. Ndio at least ukue high kidogo uweze. Lazima ukue high kwa ajili ya uwezi kaa fresh. Ukikaa fresh uwezi kubali mtu. Wakati tuko tunaulizana kama uko na namba ya simu, nimeona tunataabika sana kupata namba ya simu. Kwani hamunanga simu? Hamunanga wateja wanapigia simu? Tuseme kama mtu mwenye mmemaliza na yeye hayuko idhaa yako, si ndio? Si ameenda. Sasa na utajali kama unataka ama atabai kesho kama hiyo 500 ndio. Kama akikosa kukuitisha namba ya simu, sasa unaweza mwambia nipe namba. Aende tu. Utakuja mwingine. Hauna customer wako permanent mwenyewe? Hakuna, nile yani kujaribu, yani kupitia. Unaweza pata ama ukose.
Kwa katika maisha yako ama katika biashara yako ushaijipata maybe kuna wateja wawili na wanataka kulala na wewe kwa wakati mmoja? Wanakuanga wako Sasa mtalipishana kiasi. hata inaitangwa threesome. Venye atalipa huyu inakwanga wanawake wawili, sawa, mimi na huyu, si ndio? Na mwanaume mmoja atumie huyu au ndiye anitumie. Inaitangwa threesome. So hiyo imefanyika mara kadhaa. Sasa hiyo nayo inakwanga na kulipa venye tumesikizana. Kuna wakati ushaifika mahali unasikia sasa nimefika mwisho, nataka kubadilisha biashara? Kama sasa nimefika mwisho, hata nilikuwa nataka nijinyonge juzi, au akakataa. Nimechoka kujiuza. Nimechoka kujiuza, niko na ukimwi, sina kazi, simjaribu kunisaidia. Maybe unaweza taka tukusaidia aje ama Munieke job, naweza furahia, si ndio? Watu wangu wasome, unaona, naweza furahia sana. Job ina gani? Job ina gani? Mimi ile job napenda ya nyama. Kwa jina najua kwenye nyama zuri toka. Kuuza nyama. So kabucheri unaweza? Si kabucheri, nikifunguliwa, yani nipate tu fridge. Na hiyo tu, yani fridge ya kuweka tu hizo nyama na kanyumba. Najua kwenye zinatoka. So utakuwa unazipika ama utakuwa unauza ikiwa nyama? Ikiwa mbichi. Ikiwa mbichi, so ni kabucheri. Tuseme ni kama tu kabucheri. Kuuzia nyama. Sasa kabla tufike hapo, najua tuna watu wengi sana pale wanatazama wangetaka kukusaidia. Na tutakuwa tunawekea namba, tafadhali. Namba itakuwa tu hapo kwa screen. So tutakuwekea namba ya jina ulisema ni? Mary Kamene. Mary Kamene. Tutakuwa tunawekea namba ya Kamene. No Kamene. Ilisemeka uliambia umeenda hospitali. Unatumia dawa? Mimi natumia dawa. Hata leo ndio nilikuwa niende usi, si ndio? Sikuenda, lakini ndaziendea kesho. Mimi niko na kadi yangu, hadi kwa mhudumu wangu uko ng'ambo, na madawa zangu. Mkitaka kuzienda zilete ofisi yenu. Sasa umekuwa ukiishi wapi? Mimi nimesikia mahali uko naishi sijui. Nilikuwa naishi hapa chini, nikakuja nikalipiwa hapa na client mwingine tu hapa, kananiingia hapa. So hapo umeingia leo? Nimeingia tu sasa, hata sijapanga. Sasa mnakaa na nani? Nakaa tu peke yangu na watoto wangu. Watoto wako wote? Huyu anakanga raundo mrefu. Leo ametembea huko? Amekuja kunihamisha venye amesikia nimetupwa nje. Sasa yana kazi gani? Hata yeye anajiuzanga. Nani alimuonyesha ama ni wewe? Sasa hapo ama alifanya tu Kenya alipata mama akifanya? Labda alifanya tu hivyo. Mnaweza kuja mumwajikie kidogo. Atakubali kuhojiwa? Tukimaliza tutaongea na wewe. Sasa maybe Kamene, kila kitu hufanyika kwa muda wake. Ukweli. Na inaweza kuwa sasa ndio mwisho wa hili jambo. Walai. Unaweza kuwa umejiuza sana. But mimi ningetaka nikwambie kuna nafasi ya pili. Walai. Unaenda church? Nienda Sunday. Unaenda Sunday church? Pastor wako anajua unafanyanga hii kazi? Ajui. Hawajui. Kwa sababu kila kitu kina mwisho. Nasikia ni neno tu la Mungu hazina mwisho. Nasikia. Maybe kama unaweza decide uamue unataka kubadilisha maisha yako na vitu zitakuwa sawa. Hapa tuna watazamaji wengi sana wangetaka kukusaidia, ukweli, support. Na wewe pia umesimama kama mama. Ukweli. Maybe ulifanya hizi vitu zote ili kumake sure watoto hawalali njaa. Ukweli. Umeshika. Na maybe ni opportunity za kazi zimekosa. Lakini kila kitu kina mwanzo na kina mwisho. Ukweli. Iwapo kutatokea mtu yeyote ofisi najua watajitokeza. Wakusaidie maybe in any way. Tafadhali ile kidogo utapata, anza kitu. Ukweli. Si pia unasema umechoka? Nimechoka mimi. Maybe sijui kama ushajipata mahali umepigwa, badala ya kujiuza umepigwa vita, umeenda kudai umepigwa vita na wanaume. Ushajipata? Nimeshadungwa hii kisu. Yani nikinyang'anywa kitu sina. Sasa nimetoka town, nimetrans mguu lakini nidungwa visu mbili. Yani nifika tu kwa nyumba hivi nikibullet. Nikajidharau. Sasa hii
hii yote inaweza fika mwisho kama wewe mwenyewe unaweza amua. Nasikia? Kama wewe mwenyewe unaweza amua. Kwa maisha ni vinye wewe mwenyewe utaamua, si mtu mwingine atakuamulia. Ni wewe mwenyewe kuamua. Kama unafurahia kijani vijana, ndeni kama wewe mwenyewe utajiamulia na udecide. Angalia kama wewe mzazi, ile njia ulichukua, mtoto wako ndio ashachukua hiyo njia, ni mbaya. Au wengine wakichukua hiyo nafasi, hii familia itaishi namna gani? Itaisha. Umeelewa? Itaisha vibaya sana. Ni vizuri pia ufike mahali useme kama ni pombe sikunywi tena. Ukweli. Unashika. Hii kitu sifanyi tena. Ni sasa nianze upya maisha na nipate nafasi ya pili. Ukweli. Kijana wako anafanya kazi gani? Kijana wangu ni watu ndio amepanda saa hii. Ni kijana tu mdogo, si mkubwa. Hayuko job. Hayuko job. Mnaishi naye kwa nyumba moja na msichana mdogo. Ana miaka ngapi? Huyo kijana wangu 16. 16. Ametairi December. Lakini tunakaa hapa hadi hakuna mattress. Na watu hivi wanajua, au wawili wa mwisho wanajua unafanya kazi gani? Anajua. Sasa ule mdogo mkulini anaenda church wapi? Ama mnaenda church moja? Kwenda hapa chini. Pole. Juu tunatumai kila kitu sasa itakuwa sawa. Sijui Jeff ulikuwa umeandika hiyo namba ama nilikuwa nimeandika hiyo namba. Unaweza soma hiyo namba ndio usomee mwenye tuangalia ndio aweze kusupport. Umetuambia ni Kamene nani? Mary Kamene. Hii namba haitoi jina. Hii namba ni ya mtoto wake. Kwa sababu ameregistriwa na ID ya mtoto wake. Na namba tumeiandika hapo. Tutashinda tukimuita hapa. Atakuja kama anataka kuongea. Jeff atutomea hiyo namba. Namba ni 0792 203 511. 0792 203 511. Anaitwa nani? Jemima Mburi. Kuna majina yote tatu ni Jemima Mburi. Majina yote tatu ndio kutuma na pesa. Jemima Karoga Mburi. Jemima Karoga. Mburi. Karoga Mburi. Jemima Karoga Mburi ndio namba yenye maybe na hiyo ndio ameweza kuregistiwa na mtoto wake. Hapo awali hapo na namba, so imebidi ikuwe registered na mtoto wake ambaye maybe ako na ID. Namba ni 0729 203 511. 0792 203 511. Leo nafahamishwa leo ndio ameweza kununua simu, ndio at least maybe aweze kupata usaidizi, kwa sababu pale kwa comment section nimeona watu wengi sana wakiisha namba. Kuna watu walikuwa wameofa pao kupatia vitanda and all that, vitu mingi sana. So hao watu wote wanataka kukusupport. So if you're there na unataka kusupport Kamene, tafadhali do so through that number. Mtumie ile kitu, maybe unaweza piga upate iko mteja, but I'm sure akihakisha simu atapata umemtumia kitu. For those of you ungetaka watu kutembelea, mtu anataka kutembelea mwenye wako karibu, mtu angetaka kumtembelea pia mtembelee. Kama kuna kitu unaweza taka kumletea, mletee. Hana vitu za nyumba kama unavyosikia amefukuzwa. Kuna video nilikuwa nimeweka hapo kwa Facebook ya Mururi TV ambayo inaonyesha watoto wanalala chini akiwapikia na kuni, vitu kama hizo. Maybe ni wewe akionekana akifanya hiyo kazi yote akipikia watoto, na aliweza kuongea hii yote inafanyika kwa sababu anataka kusupport watoto. Kamene, usingie tena. Sasa ungetaka watu wakusaidiaje pale? Hebu ongelesha mwenye anatuangalia pale. Juu nisema unataka watu wakusaidie, unaweza taka sasa unaweza waongelesha uambie vile unaweza taka wakusaidie. Naweza nawaambia tu wanisaidie na kazi. Watoto wangu wasome. Na nyumaga at least pata kitanda wa bayo tu double decker. Hapo kuna kijana mkubwa analala chini na wengine wanalala juu, sio? Kuna msichana. Yaani wasilale pamoja, unaona? Wabayo tu double decker. Tuviombo tu kwa nyumba, si ndio? Watu wanisaidie tu. Mwenye tu arusha Kenya arusha yake arusha tu. Na Mungu atambariki. Ile msichana wako mkubwa kuna mtoto? Ana. So tunatumai kila kitu itakuwa sawa. Mwenye anatuangalia, si hakuna mtu anataka kukua kwa station yenye yako. Ni situation na mashida huwa zinaforce mtu. Naona kama Mary ni background yake ndio ikukubali aweze kukua ako sawa, na kwenye amelelewa na wazazi wake wakamwacha, sister zao wakakufa. Unaona vitu zingine huwezi kaa ukiwa soba, so inabidi tu uingilie sasa
Pia ametuambia biashara hata kama hiyo ya kujiuza huwezi fanya ukiwa soba, so inabidi tu uingilie vitu kama hizo. So wewe uko hapo, niliona watu wengi comment section wakisema wanaweza taka kumsaidia wakiuliza namba yake. Namba yake sasa ndio hii tumeandika hapa, weza kumfikia, weza kumsaidia kama unataka kumtembelea. Ako hapa Dandora, huku kunaitwa aje? Huku ni Moroto. Dandora face Sharp Corner. Dandora Sharp Corner face 5. Huku ni face 5. Ako hapa, unaweza mfikia. Namba ya kufikia sijui kama bado ni hiyo, itakuwa on. Jemima, namba ni ile. Jemima, utasalimia watu wananchi. Iko sawa. Acha tusalimiwe na dota yake mwenye pia tunaambiwa pia anajiuzanga, ndio tujue. So hiyo namba iko kwa simu. Tujue. Ndio. Ule mdogo sijui kama atatusalimia ama pia huyo juu miaka ako na 13 years. Huyo Mokorino. Anakisha kuja salimia watu. Asalimiane. Sawa. Sawa, salimia basi watu. Kuja ukae tu hapa. Kuja hapa. Tatugotea tu tuambie unaitwa nani. Kama huyu ndiye mam, watu wanaona mnafanana, utuambie maybe uko na miaka ngapi. Okay, mimi naitwa Talia ama Jimmy. Jemima. Jemmy. Na mimi ndo mtoto mama first born. So tunampenda sana, ni mama yetu, hata kama hayuko poa, ni msik, tunamtambua. Na sisi naye si pande yetu kama watu wake, si tuko poa. Mkorotu tu ndo yuko poa. Si tuko sawa. So kenye mnaweza msaidia nayo, ama mtusaidie nayo, mnaweza tu boost, mumwekea dika job, achukua na depression mob. So unajua bado mtu akiwa na hiyo ugonjwa kuna venye mtu anakuanga tu na mambo mingi. So kama mnaweza msaidie, mumwekea dika job, mumuokolee. Sasa hiyo namba tumepeana ya mama yako iko on. Unajua na kichwa? Mimi sijui offer, mimi najua yangu. Maybe wewe unaweza tuambia wewe unafanya job gani? Mimi siko job. Mimi hata mimi nataka job. Mwenye ako na connection ni connect, but mimi siko job. Siko job. Unaishi na mamako hapa? Mimi nilikuwa nimetoroka kwetu, mimi nimerudi leo. Vile nilipata mamangu ana trend ndio nilirudi home. Mimi sikuwa. Wewe ulikuwa umetoroka kwenda wapi? Siku kujikalisha tu na huko tu, kana huko tu na life inasonga. Ama ulikuwa umeolewa? Sasa mimi nilikuwa tu nakaa tu hivyo. Mimi nakaa tu kama kadege ka Yesu kale kaje kana kanga tu na huko hivyo. Mimi sikuwa nimeolewa, nilikuwa tu hivyo. Na sikuwa nimeolewa. Nilikuwa tu nimekomboka kahau hivyo naishi. Na nikatoroka mam, nikaenda. Juu na bado akiwa hivyo msik, kuna venye alikuwa anashikwa na hasira, tunapata kwa nyumba tusikizani, tunakosana, tunafanya nini. Sasa nikaona kuliko tukosana nge hivyo na yako na stress zake, mimi nikajitoa. Nikajitoa tu. Sasa mimi after niona mkorongo ametrend, mimi ndo nimefikiria kurudi home. Sasa wewe ulikuwa unatoa wapi ya Kiroma hiyo time huko unakaa huko home? Siku hustle. Mimi nilikuwa na hustle bana. Hustle gani hiyo? Hustle ni mingi. Na unasema una job na Boka doba. Hustle ni mingi. Sina job, ni hiyo tu kupurura, alafu mimi naingianga live pia mimi. Naingia live naomba hivyo na nakula. Nachangisha bado za nyumba. So uliona mamako kwa tenje yako? TikTok nikaona nilikuwa hivi shwe, nikapatana na yeye. Niko hadi karibu ni faint sana. Umeona kani wewe? Mimi nilisuka by the way guys. Nilisuka. Bado nilisema bro, ni sawa, tushadu. Watu wanashinda mingi inbox yangu kunitext, ni mamako tumeona nini? Niliwaambia hivyo venye mmeona hivyo ndo mmeona na hivyo ndo kuko. Basi. Sawa. So wewe unajua shughuli mamako hufanya? Mimi alikuwa anatoa changana anaenda. Yo, clock it. Tunajua hii maneno bana. Wewe ushaifanya hiyo job? Mimi sijaifanya. Sana. Hujaifanya sana. Yeye alikuwa anatuacha anaenda. Lakini ndio hata Kiroma, si ndio? Saa nyingine unakuja kuonesha kumekauka. So pia unaona hiyo ni job poa na du. Hiyo job ni kuwa poa.
Na bado pia mimi sikuwa najua hizo mambo za nini pia, ningekuwa nimejua rada ningekuwa pia mimi nimejitoa. Sana maana nilitoroka mimi nikaenda. Mimi nilihepa nikaenda. Na huko enda kufanya hiyo shughuli. Mimi sifanya hiyo shughuli. Mimi nilikuwa nataka kuuza kidney. Ama mayai hizo ndo nilikuwa nataka kuuza. Nikakosa customer. Mayai yako ama ya kuku? Mayai ya tumbo. Ya kuku. Ya tumbo. Yako. Nilikuwa nimetafuta customer wa mayai ama wa kidney. Ni vendu nilikosa by the way. Nilikuwa nimesema nauza mayai ama kidney, mimi niweke job. Ukakosa customer wa kidney. Nikakosa nilikuwa nimeenda Gakan, nikabook. Yeah. Uze kidney. Una date? Oh my God, mimi sina mpoa mimi. Sina mpoa. Wapoa jo. Ni noma. Maybe unaweza tupia namba yako. Namba nawapea kabisa. Maybe mnaweza nipeleka na rada ya job ama nini. Ama mtu anaweza mshoe kwa blog bana. Si tunadai kuomoka bana. Ama mtu hata anaweza kutaka kufikia mamako, anaweza kufikia na namba yako. Mimi kwanza niko WhatsApp, niko wapi, niko kila mahali hadi TikTok. Mimi niko kila mahali. Mokoro sana ndio ajuzo rada za TikTok nini. Mokoro naye ana rada. Lakini ndamfundisha. Mimi naye mkinitaka mtanipata kila mahali. Nipatie namba yako. Namba yangu ni 0714565304. Unaweza maybe tuambie unajitaje pale TikTok ndio tukufollow. Naitwa Talia. Talia nani? Talia tu. Eka tu Talia, alafu utaona tu Talia imekuja na tu flag twa majuu. Mjuu ni mimi. Alafu hata mkiona profile mtajua ni mimi. Talia uko how old? Uko na miaka ngapi? Mimi niko na 21. Sasa TikTok tunafanya nini? Content yako. TikTok mimi nafanyanga tu vitu by the way. Mimi nafanyanga tu vitu twingi hapo. Nafanyanga tu mambo twangu. Dancing. Kila kitu. Everything. Mpaka kumodel. Zote, hadi kuingia live zote. Tunaingia live kwa tunaomba kila kitu kile tunataka. Ukiingia live unapatanga? Ni upata, naambia mpesa namba hivyo natumiwa. Hivyo ndo ni survive by the way. Naingia TikTok hadi naanza kulia. Naambia sijalipa hao. Na hivyo ndo nilipiwa nyumba. Yeah. Okay, tukirudi nyuma kidogo, juu unajua mboka mamako ufanya. Maybe wewe ushaifikiria kufanya hiyo mboka? Nishafikiria. But mimi acha niwaambie tu kweli, karibu ni kuwe stripper. Nilienda kazi ya stripper wiki moja nikaacha. Nilikuwa na strip. Mbona ukaacha? Juri nilianguka kwa chuma karibu nivunjike. Acha ni kucheka guys. Ulikuwa na strip kwa klabu gani? Otao Lidos. Nilianguka karibu nivunjike wallahi. Ulikuwa unalipwa poa? Ulikuwa unalipwa poa. Sasa wewe kuanguka tu ndio ulifanya wapi? Mimi nilianguka nikaumia, nikaogopa kurudi kwa chuma. Yeah. Unajua ile ugonjwa mamako ako nayo. Maybe wewe ukifanya hiyo shughuli, wewe unaambia wenye mnakwenda watumie protection ama mimi naweza waambia, mimi ni waambia mtumie protection ama mmeze preps za kuzuia. Venye yezi kushika. So unajua pia ukitumia condom inaweza bust na upate umegonjeka. Better hata mtu atumie preps zikange kwa mwili. Wewe ndizo unatumianga? Mimi naye namezanga preps. Niseme tu kweli. Juu mimi naogopa nigonjeke ugonjwa BTV. Natumia preps. Sasa mamako mnabomba kibonga na yeye mnaambia nani? Tunapeana tu roho. Mamangu ananiambia chunga usijipate mali nilijipata. Pia mimi nilikuwa msichana kama wewe. Chunga usijipate mali pia mimi nilijipata. Na mimi napenda mamangu hata venye yako na niko proud of my mother. So, na namwambia tu Mungu jua kitu yezi pona. So unajua hata yezi pona. Ajikaze tu. Maybe unasaidia mamako ukipata kakitu na huko. Ni aseme ukweli. Namtumianga tu do, lakini siku anakujanga kwetu. Kitu hiko siku anakujanga kwetu kusema ukweli. Juu nini alikuwa amefukuza? Hapo amenifukuza, mimi nilijitoanga tu. So wenye unamtumia wewe ukipata tu do unamsupport, unamtumia hadi na anatenje. Ako nayo. Ako nayo. Ako na kanini kadika tulituli. Tulimbeaka tulituli tu juzi hapa. Alikuwa ananipigia na simu za wenyewe. Halo, tuko mbaya, tutumie ka kitu ama ndio hii agent, nitolee kwa hii agent. Hivyo ndio tulikuwa tuna survive na mama yangu. So anatafuta namba yako na kucall. Ako na namba, ananipigia na masimu zingine hata sielewi za wenyewe. Namtumia Kenya niko nayo na mimi namuonesha pia mimi si ati niko poa juu pia mimi siko job. Na juu umetuambia uko 21 years.
Maybe shule ulimaliza ama ulifika wapi? Wewe, mimi nilifika class 7 to 8. Mimi sikumaliza kusema kweli, sikumaliza. Mbona? Mamangu hakuwa na pesa. Na babangu alikufa. So venye nilifika hapo class 7 8, mimi nikasema acha mimi nijikate. Na nikajikata hivyo story ya shule na nikafunga. Sasa ukaenda kudu? Sikuhangaika tu hii Kenya. Kuhangaika design gani? Sasa msichana wa class 7 anaweza fanya nini? Si hai. Mambo ni mingi. Mambo ni mingi, masaa ndo machache. Ni kazi gani nadhani mamako anaweza fanya vizuri sana? Hai, mimi unajua bado lazima mumweke kazi yenye roho yake inataka. Mimi nataka nyama. Na apart from nyama unaweza taka gani by the way? Hata ingine nataka nyama. Sasa nakatufungulie butchery ama? Si butchery na ndizo nyama ni bei tu fridge. By the way, mwekeni kile anataka by the way. Unajua mtu hufanya kitu roho yake inataka. Na wewe mwenyewe unaweza taka kudu? Mimi naweza taka cosmetic. Kwa nauza hizi mafuta, maspray manini, kitu kama hiyo. Cosmetic tu poa iko na kila kitu. Mimi hiyo ndo naweza taka. Ni kwa yangu si kuandikwa. Kangu. Ushaiandikwa mahali popote? Yo club. Club. Nilikuwa waitress. Na hiyo cosmetic wewe ushaifanya ama unayonanga tu? Cosmetic bado nishaandikwa na mtu. But sasa mimi nataka hata kama inaweza kuwa yangu kwetu. Kwa poa. Siblings hao wengine mko mna relate na wao wawili? Wao watu wenu wadogo? Dogo. Lakini si hao ni wadogo. Hao sawa fai kuulizo anything. Hao ni wadogo. Mbona una kileba kama kilema? We, sisi kila mtu kuna baba yake. We, mimi sijui kitambaa. Kila mtu kuna baba yake na kila mtu kuna roho yake. Sasa mmoja ametoka kwani mmoja akona keremba mmoja huyo ndo at least anatokoleanga labda ndo atuombeanga. Labda ndo alifanya Mungu akakamdhuru juu. Sina yetu tulikuwa tunahangaika ukweli. Tuhangaika ndo. Sasa unapata wao keremba ndo alitoka kwa hii ngori. Sasa sisi mimi naenda kwa mtu wa matire kusema ukweli. Mimi naenda kuvuta mangwai. Mimi naenda sinangi church. Ujai kanyanga church? No. Mama anasema wewe ni Wajakoya. Yaani? No mwakatubishe. Sasa mpaka unajua Kikuyu? Kio broken. Jumira mimi sijui shako kwetu. Mimi najua tu mkoro wangu hapa mali anaishi. Sijui hata kwetu sijui wapi. So mimi najua Kiswahili neo Kikuyu ya juju. Na hiyo rembo wako hakuna mwanaume ashai kuambia mdate ama ni wewe uataki? Wako. Kama wewe ni lesbian? Wewe shindwe, mimi si lesbian. Mimi si lesbian. Mbona uataki? Nimedate kadhaa. Sasa natafuta bibi wa kusettle na yeye. Nikipata wa kusettle tutasettle. Nikipata job ni sawa. Venye tu itakuwa, venye tu kutakam through. Ama kuna kitu mnakaa hapo? So ukapata mwanaume mnasettle na yeye, unaweza mleta kwa mamako umintroduce? Kabisa vizuri sana. Mwambie mama ndiye bwanangu. Nikipata husband mimi natulia. Natulia kwanza vizuri sana. Juu bado mimi ni mdogo bana. Nani zai. 21. Hebu rudia namba yako pale juu mtu anaweza taka kufikia ama hivi hata wa husband anaweza 14565304. Hebu rudia tena. 14560714565304. Ulisema unaitwa? Ama hiyo namba inatoa jina gani? Hiyo real name yangu ni Jemima. Jemima nani inatoa Jemima? Jemima Nyakiomburi. Jemima Nyakiomburi. Yeah. Na ndio bado ya mamako, bado mamako ameregister na hiyo. Yeye alipoteza ID, mimi nimemchukulia line na my ID. Jemima Nyakiomburi. So hata ya mamako itasoma tu jina hiyo. So tutasoma same hivyo. So ino namba yangu. Wenye mtani connect bado na job hivyo bado ni poa. Mtu kwa block bana. Mimi nimejibonga. Sawa, waambie kitu ya mwisho tuondoke ndo tumalizane na mama. Msao kutusupport, mtushikilie hadi tutoke kwa hii block bana. Na tushaamua kutrain, hata tutrain na bora tutoke kwa block. Hiyo ndio kitu naweza waambia tu. Sawa. Shukran. Sawa, asante. Poa. Sasa mama, tutamalizana na wewe, utarudia tu namba utatusomea tu tena Jeffa. Sikilizaji, umesikia unga inatoka kwa ugali inatoka kwa unga, so tunazidi tu.
hatuna tu la ziada. Ile kitu tutafanya ni maombi muhimu. Umesikia background pia inaweza affect how you've been raised. So ni vizuri pia wale tunakuwa wazazi ama wale ni wazazi pia waangalie mtoto namlea kiaje, kwa sababu inaweza kuwa vingine kesho. So namba ya Kamene hapa ni 0792 203 511 0792 203 511. Hiyo ndo namba yake. Kwa wale mngetaka maybe kumsupport in anything, at least pia umesikia kuna watoto wawili ambao hawajamaliza kusoma, ili waweze kusoma, yeye mwenyewe aweze kujisimamisha, at least maybe aweze kujimudu mahali maisha imebakia. Sasa ndo ako around 40, ndo naingia 40, so life starts at 40. Sasa ndo naanza upya. So ni vizuri sana kama tunaweza msupport. Umesikia inatoa Jemima Mburi. Jemima Nyakio Mburi. Jemima Nyakio Mburi. Jemima Nyakio Mburi. Hiyo ndo namba. Msupport Kamene hapa. Najua wengi sana umepata story. Ukipata story tafadhali make sure umeshare ili at least aweze pia kusaidika. Ukweli. Na Mary, Mama Jemima, acha nikuite tu Mama Jemima. Najua huwezi kosa advice, unaweza advice watu pale maybe wenye wako chini ama wenye wako na hali kama yako. Unaweza waambia aje? Watu kama mimi. Labda ni wape wajipe nguvu na wakule na wasijipe stress. Wasijipe stress, wakule na wasijipe stress. Kwanza stress ndio kitu mbaya kwanza. Ikishika unasahau dawa. Na wale wanaume maybe wale wanaume wanakuwa ni customers wenu. Wakwende. Hauna advice, hakuna kitu tunaweza waambia. Wakwende huko. Okay. Wanaume mmesikia mkwenda huko, so wende ninyi mlijilete. Kwenda. Wanaume wenye wanawakujia una advice yao. Hawezi waambia maybe wajichunge. Wanaume wanafaa kujikinga, sawa? Unafaa kutembea ukiwa ID yako ikiwa na condom. Unaona? Ya kujiki. Kwa ajili kuja kama umeingia, hii shimo ni yako. Wacha akufe. Acha akufe mwenye anaenda. Kwa ajili ndafanya. Wewe wahurumia. Hata mtu akikuja tu kuingia hivyo umhurumia. Sasa hata umeingia na hujaniuliza, waenda. Niende kabisa. Umaindingi. Kwani mimi nilitoa wapi? Nilitoa kwa mti? Hapana, umaindingi mtu maybe ni bwana ya mtu wako na watoto wataenda kuambukiza bwana ya mtu, kwani yeye ana akili? Atumie akili zake ama zitumike. Sio hata umeambukiza hata watu unajua wako na mabibi. Wakwende. Watazoea. Kwani mimi nilitoa wapi? Hata mimi naudhika kwa mwili. Hata waumia hata hao. Sasa ukienda pale tauna banga. Lakini sasa nilisema sasa siumizi wengine. Nimefika mwisho. Siumizi watu wengine. Sasa ukienda pale tauna banga aje hivi? Ama? Na vanga hivi na hakuna kuvaa sweta. Na trouser, unaenda na trouser ama kaminski? Si unavaa kaskati kingine ukifika huko. Kapetizer. Au kapetizer. Kwa machizi hata hizi kumbuka. Kwende. Kuwa iguisi. Sasa kulelewa huku inga maybe unaweza sema hivi affect ama wewe ulikuwa tu sawa ghetto. Kulelewa ghetto. Kulelewa ghetto. Kulelewa ghetto ni kuko fine kwa ajili ya siku na kitu ilini dhulumu. Na ushago sasa kwani ni wapi? Unajua ushago kwa Tala Kangundo sinajua pale kwa uzi ya ungu. Kwa ni mudheu. Unaendanga? Lakini naenda mazishi. Modo hakuwa kama harokia. Watu wako wapelekangi ushago. Hata wajui ndaonesha. Hawajui watu wao wengine. Hawajui watu wao wengine wa ushago. Wanajua mmoja mmoja, tukienda mazishi wanaonanga. Nilisikia msemo uko na brother yako. Amebaki yako wapi? Anaitwa Peter. Ako wapi? Ako bypass. Anafanya nini? Anafanya kazi ya ameandikwa hizi kazi ya kupima hizi scrap. Ana familia? Ameza katoka moja juzi, amefanya harusi juzi. Amefanya harusi ya kanisa? Yeye amesimama kwa sawa. Ada unihubirie kwanza, akipita pale lazima kuja nihubirie. Ni kama pasi. Akuja kwangu lazima anihubirie. Na bado hujasikia kubadilika?
Sasa ndio nimefika mwisho, sasa nikaona afadhali nikubali Mungu, si ndio? Kubali Yesu. Sasa utabadilika kabisa. Kabisa. Ai, nimechoka. Hii baridi nipigi tena. Na unakaa kama ujui kenye unaogoja, sitaki. Nimechoka. Sasa acha. Utarudia namba tena. Maybe unaweza kumbuka umeenda na watu kama wangapi? Mimi ai, karibu 70 80. Ai, watu wengi bana. Sawa. What is the number for the last time as we sign out? 0792 203 511 0792 203 511. Ndio tumesema chama Jemima Nyakeo Mburi. Jemima Nyakeo Mburi. 0792 203 511. Yes. Now, I thank you kwa wale wamekuwa kitazama. If it's your first time here, wherever you are watching, kindly make sure that you may subscribe, make sure that you may hit that notification bell, kwa sababu we are here to keep you updated and to be notified. Wengine wetu kufika hapa imebidi tumevuka madaraja, tumetembea na Mungu awabariki. Asante. Amen. Now tumevuka mito. It's for the first time here we are here just because tuweze ku make sure that maisha ya Kamene imeweza kubadilika. Are you one of those who will take part in changing someone's life? Most of the times I keep telling you, siwaletea story kama hizi ili muweze pia kusoma na pia kuweza kusaidia mahali mtaweza. Niko majina yangu naitwa Jeffasi kutoka kwa Morori TV na maybe Chuma utaweza kusign out ukitaja zile channel zingine. Yes, asante. Na umekuwa na mimi naitwa Karanja Gatwa kutoka Chuma Moto TV, na tumekuwa na Kikuyu Star TV ama DPP, na tumekuwa na Mombi Washira kutoka kwa Mombis TV, na tulikuwa na mwenye alituleta ambaye anaitwa Ephraim Bazu, na yeye ndiye aliweza kuchukua hii video ya huyu mama, na angetusalimia atuambie alimdiscover aje ama. Tuko na Bazu hapa na atuambie venye hata tunaweza saidia Jemima. Huyu ndio mwenyewe babangu. Na Mburi ni nani? Mburi? Huyo Mburi mwenye unaitanisha na mtoto wako? Mburi si ni babake, lakini alikufanga. Dagere yangu tu. Sawa, tusalimie Bazu. Habari zenu wa Kenya. Mimi ndio naitwa Ephraim Bazu. Na kuanga huko kwa TikTok. Ephraim Bazu ndio mimi. Nilikuja nikapatana na udem kwangu kwa kazi, akipita hapo. Nikamuona akiwa anapita akiwa fani. Nikamuita, nikachukua ka video tu. Kale ka video nilichukua nikakapost. Wakenya walinitusi. Walinitusi vibaya sana. Lakini nashukuru Mungu. By the way, hiyo video ndio imefanya huyu mama asaidike. Asanteni sana wa Kenya. Asanteni. By the way, mshikilieni udem. Udem ama mother, juu nikadem kama mother, ameniambia yeye ako tayari kuacha hizo shughuli. Kabisa. Yeye ako tayari kuacha hizo shughuli juu amekaa kwa miaka 29 kama anafanya hizo shughuli. Lakini sasa yeye anataka kuchange. So uko hapa online, naweza kuomba tumsupport. Hivyo tu. Ulimuokota tu kwa barabara hivyo. Na ninakuona sana pale TikTok ukisaidia watu. Maybe wewe unaweza kusaidia aje? Sasa kitu ya kwanza tulifanya jana. Ninashukuru Mungu niliingia kwake. Tukaingia live na yeye, tulikuwa na kwa page yangu tulikuwa watu 2000. Na waliweza kumsupport na kitanda. Waliweza kupea 30,000. Si ndio? Alipewa 30,000. Na hiyo 30,000 nikamletea kisirani asubuhi, akatoroa vitu zote nje. Akafukuzwa mahali pale alikuwa anakaa. Sasa nimeona amehamia pale, akalipa nyumba miezi 3. Na naona kitanda na godoro akachoma. Anasema tino wakati wake wa kuomoka. So mnaweza msupport juu ile pesa alipata jana, amenunua stoko mingi ya chakula na akaweza kununua, akalipa nyumba miezi ngapi? 3. Akalipa nyumba miezi 3. Hivyo ndivyo amefanya. Sasa wewe unaona kama akanunua mattress. Wewe unaona kama anaweza fanya kazi gani ama anaweza taka Wakenya wamsaidiaje? Kulingana na huyu mama venye nimemchunguza, mimi naona kuna kazi alikuwa anafanya kuuza nyama. Anaenda pale Godana. Anachukua nyama. Alafu sasa anasungusha hizi za 100 ama 200. So naona huyu dem kitu anafanya anunua freezer. Akipata freezer mzuri, alafu kisha basi apate stoko yake mzuri ya kitu 20,000. Hiyo biashara nyama naijua sana. Nyama wewe inazurudishwa.
Kunazo ziko. Unapima kwa Za ghetto. makaratasi unazungusha tikiti. Unajua sasa huku kwa ghetto, huku unaona huku ghetto. Huku ghetto kuna nyama za 50 na za 100. Unazipaka kwa mapesa kama venye watu wa maempo wanazungusha huko. Lakini unajua kwenye unapeleka. Mimi niko na oda yangu. Sasa mtu atajua ni nyama ya nini? Sasa unajua ni ghetto. Hii ni ghetto. Hii ni ghetto. So kuna biashara kama hiyo inaendelea hapa ya kuzurudisha nyama. Kunazo zinaendelea. Lakini sasa huyu ni talkative. Na anajua kujibonga. Wanazikula. Alafu sasa unajua kuna watu wanamkaa. Kuna saburi yake sasa. Unajua ukiwa dosi, vitu zako zinarudi na kidona wa dosi. Huyu sasa Juni Hasra pia watamsupport. Anajua mahali wa kuwapata na customer. Niko na mafuta zangu. Idado, unaona idado? Sunaniona ngarifu. Sunaona zile nyumba mimi naingianga. Za Mahasra. Au wote wako kitu kimoja. Sunaona kama mazishi ya Hasra. Rangata. Sunaona venye inakuwa na Mahasra wengi. Au nashikananga kitu kimoja. Kama mazishi ya machokora. Shida imewaunganisha. Wanaungana wote. Sasa unaona akiwa na business kake kakuuza hizo vitu za 100 na za chwani atauza. Sasa unajua huyu hana mafuta. Huyu ni 1GB. Anatembea. Chocha zote ni zangu. Biashara chocha za korokocho zote. Sawa. Sasa kwanza hiyo business inaweza cost kama pesa ngapi? Hiyo business tuseme freezer tutafutiwa kitu 50,000 na business aanze na kitu 25,000. So tuseme aweke kwa nyumba yake. Tuseme akiwa na 100 ameanza business. Tuseme ako na 100k ameanza biashara. Sasa naona akianza biashara ataweza kushikilia mtoto wake Mukurino. Ako na kasichana kama Mukurino kanaomba. Ni venye nataka kuonyeshana hapa. Ni mdogo. Ako 13 years. Ako 13, ako na kijana mwingine bado ako na miaka 14. Au unajua hajaingilia hizo maneno. Sasa unaona huyu mkubwa umeona hapa. Huyo tayari ashachukua nyota ya mamake sasa. Lakini mtoto mdogo ndio ningesema mkuja tutusupport. Sawa. Asante sana basi. Mimi nashukuru Mungu kuna jamaa anaitwa Mwangi. Pia wasichana shule. Wow. Maybe ungeweza kutuambia maybe pale tuna watu wawili watatu maybe ongeza kumlipia maybe hata kama ni rent. Hata kwa hizo miezi kadhaa zimebaki rent how much? Okay, guys, nyumba ya mama analipa 3,500, 3,500. Haki mnaweza msupport kwa namba yake. Walai. Mnaweza msupport kwa namba yake. Hebu hiyo namba. Nisome. Ni 0792 0792 203 511 0792 203 511. Anaitwa Jemima. Inatoa Jemima Nyakeo Mburi. Haki guys, msupport ni madam. Asante. Venye nilimsupport kidogo, unaweza fikiria naenda kulewa. Hapana. Naambia mbele ya Mungu nimepata amenunua maunga na mchele ndio watoto wake wakule. Yaani unaona anaenda kuzurura na kwenda kufanya shughuli hizo anafanya aweze kulisha watoto wake. So guys, naweza muomba, unaweza msupport kulipa nyumba, unaweza msupport kuweka biashara, muamini. Yeye hata kama anakunywa hakunywi zake, anakunywa za customer. Na saa zingine hata si kukunywa, ni ujifanya ati ni mlevi ni apate kakitu. Ukweli. Na siaga hii mtana itango soso manyanga ama kasosho ama kororia. Kororia Moroko. Kororia Moroko. Hivyo. Moroko Kororia. Moroko Kororia. Moroko Kororia. Facebook, TikTok. Uko Facebook? TikTok Kororia Moroko. Haya. TikTok unajitaje? Hivyo. Kororia Moroko. Hebu angalia huko ako area. Sawa, asante Bazu. Na huyu ndiye alituleta hapa. Maybe pia wewe unaweza ambiana TikTok unajiita aje na upatiane hata namba yako juu ya maybe mtu anaweza taka kumvisit na atakupata hizi juu maybe anaweza mkosa na simu. Okay, unaweza enda hapo kwa Facebook utafuta Ephraim Bazu. Ama uende kwa TikTok naitwa Ephraim Bazu. Nadhani mimi najulikana. Na wewe unajulikana. Namba ya simu? Namba ya simu ni 0723 933 043. Rudia tena. 0723 933 043. Na mimi uanga naenda live karibu kila siku huku kwa slums. Mimi huokolea wale watu wagonjwa, mimi huokolea wale watu wajaenda shule.
Sasa hivyo ndivyo mimi nafanyanga. Wewe napeana namba ya huo maskini anasaidiwa na watu. So guys, mnaweza kuwa mnanisupport na Mungu awabariki. And I'm a witness, hata mimi tulijuania na yeye huku tu mitaa huku ghetto akisaidia watu. So Ephraim Bazo ni mtu najua fiti na amesaidia watu wengi sana. Hata kuna kijana alienda wapi Kenya kalikuwa Kangoto. Kangoto sasa ako Laikipia. Ako Laikipia anasoma. Nafikiria next month anaenda German. Usijui kama ulikuwa unaona Kangoto TikTok. Vijana wengi hata nimesaidia naye pia kuna vijana tulijengea pale Naivasha na yeye. Tulijengea na huyu Naivasha. Vijana mama ulijengea Keno, I remember hiyo kabati. So hata ghetto, hata huku ghetto ukipata hizo stories zenye pia sisi tunaweza chip in tuokolee, tusaidie. Mimi nafanyanga hivi watu wa Mungu, niwaambie. Mimi ingia ground naangalia ule mtoto wazazi wake wako down, na huyu mtoto naona kabisa ni clever, ni mtoto yani IQ yake iko fine. Huyu mtoto mimi mtetea kwako wewe. Natetea huyu mtoto kwako, nikitaka huyu mtoto asome vizuri. Juu kuna mtu anatamani kuwa na mtoto na Mungu amemjalia na mihera. Yaani Mungu amekujalia na pesa. Lakini sasa hiyo pesa yako unaweza support yule mtoto juu mzazi wake haezi kumsomesha. Mimi raha yangu nione tumesomesha watoto zaidi hata kama ni ya milioni 1. Baadhi unajua sasa hii nilihesabu wale watoto nimesupport. Kule maili 7 na hapa Siranga Githurai, Naivasha na hapa Dandora. Niko na watoto 379. Imagine. Wow. Naye Mungu atazidi kukubariki. So continue hivyo. I think tutamalizia hapo. Not unless mama kuna kitu kingine ya kutuongezea. Sina kitu ya kuongezea. Naomba tu mnisupport, msiniachilie. Asante. Hiyo biashara yako ya nyama tulikuwa tumeshindwa kuelewa juu tulidhani unataka butchery. Umeelezewa? So ukipata wewe ndo unaanza hiyo business. Hivyo tu. Kabisa. Wazi. Sawa. Asanteni sana. Kumbuka kusubscribe na mtufollow pande zote za Facebook, TikTok, YouTube. Thank you so much and continue supporting Mary Kamene, na hiyo namba tumeandika hapo, na I'm sure Mungu atakubariki, tumbadilishie maisha. Thank you so much. Amen. Asante.